204 ya Kimboka na tupo kwenye ukurasa wa 4 na moja kati ya sisters au bimdadas ambao wanafanya poa sana kwenye industry ya burudani au ya kwenye kiwanda cha muziki hapa nyumbani kwetu. Stasha, mambo vipi? Poa. Kama kawaida. Kama kawa. Upoaji ni mwingi sana. Yeah. Kwa yule ambaye ndo mara ya kwanza anamuona Stasha kupitia 204 ya Kimboka, kwa dakika chache, Stasha ni nani? Stasha ni mimi ambaye wanamuona hapa. Okay. Yes. Nini anapenda, nini hapendi? Inatokana na wewe upoje, inatokana na ni nini? Right. Yeah. Okay. Inatokana na muda. Yeah. Story fupi kidogo kuhusiana na sanaa yako ulivyoanza hapa ulipofikia. Mimi sina changamoto kwenye sanaa ya muziki. Right. Yes, sioni nitawaambia nini. Yeah. Okay. Umeanza lini kufanya muziki? Hivi kwenye nani Bongo Flava? Yeah. Kama mwaka 1.5 hivyo. Okay. Nishawahi kusikika kuwa kabla ya kuingia kwenye Bongo Flava uliwahi kuwa mwimbaji mzuri sana wa nyimbo za sifa na utukufu, na maanisha kwamba kwenye upande wa masuala ya gospel ulikuwa ni mwimbaji mzuri sana. Nini ilikuwa ni sababu kubwa ya Stasha kutoka alipokuwa na kuhamia kwenye Bongo Flava? Hamna sababu, hiyo tu ni kawaida, sijisikia kuchange. Okay. Yeah. Sawa, na baada ya kutoka kwenye gospel sawa na kuja kwenye Bongo Flava, ilikuwa direct moja kwa moja kumpoint Diki kufanya naye kazi, au kuna sehemu tofauti ulipitia ukafanya kazi zako binafsi tofauti na kuwa kwenye record label ya Diki? Kwanza mimi kuingia kwenye Bongo Flava nilianza kwanza kazi ya Boy Anania Korabo. Okay. Yes. Hiyo ndio ilisababisha mimi nikajisikia kufanya kazi. Okay. Yeah. Kabla ya kuwa kwenye mikono ya Diki. Yes. Okay. Sawa, na tukirudi nyuma kidogo, nimefanikiwa kukutana na kazi zako kadha wa kadha ambazo by the way umefanya vizuri sana. Hongera sana kwa hiyo. Asante. Kazi nyingi unaua na unafanya inavyostahili. Yes. Kuna kazi moja ambayo mlifanikiwa kufanya na Vibration. Inaenda kwa jina gani hivyo? Sielewi. Yeah. Hilo ni moja kati ya kazi ambayo by the way ilikutambulisha parefu sana, na baadaye wasanii wa Vibration walifanikiwa kufanya mahojiano na moja kati ya media, lakini pia walifanikiwa kufanya mahojiano na mtangazaji mmoja wa Global Vibe TV. Baadaye kuna swali ambao waliulizwa pale, why Stasha kwenye Sielewi, na hapa nyumbani kwetu kuna wasanii wengi sana wa kike. Okay. Alichokuja kujibu moja kati ya wasanii ambao wanatoka Vibration, alidai kuwa ile ngoma ilimhitaji Stasha kwa kuwa hapa nyumbani kwetu hakuna msanii wa kike kama Stasha. Hii kwako ni big yes, big no? Labda big yes kwa sababu sijui, lakini okay. Ile kupendelea mtu afanye kazi ni mtu umeona anaweza. Mke mtu huwezi kumshirikisha na hawezi. Okay. Yeah. Kwa upande wa wasanii wa kike, hakuna msanii ambaye pengine labda kwa upande wako wewe anakupa stress, unasema ndio napigana inavyotakiwa na nafanya kazi nzuri, lakini huyu bwana huyu ni changamoto sana kwa? Mimi hamna. Mimi nafanya kazi kivyangu, sina ambaye anashindana naye. Yes. Hakuna ambaye anashindana naye. Hakuna. Okay. Lakini pia siku chache zilizopita au kwenye ukurasa wa pili wa Kimboka 204 nilipata story na Dogo Zuu. Akadai kuwa yeye ndo malkia wa mji huu na hakuna msanii mwingine wa kike ambaye anaweza akamsumbua, sawa? Na akadai kuwa mwaka huu anaofunga na kuufungua, alafu tuzo za mwaka huu wanaondoka nazo zote. Hii kwako wewe ikoje na imekaaje na unaizungumziaje pia? By the way, hiyo ni Dogo Zuu ambaye aliongea, so mimi. Kwa hiyo nimesema kwa upande wangu. Okay. Yes, labda na sababu yako kuongea hivyo, kwa sio sababu yangu. Yeah. Labda. Okay. Yeah. Hii wewe haikupi tishio lolote labda kweli bwana, pengine kutokana na kazi zake ambazo amezifanya labda 2025 2026 kama alivyodai kwenye 204 ya Kimboka kuwa tuzo wanaondoka nazo na mwaka wanafunga na kufungua. Hii haikupi mashaka labda kidogo nitishio kwangu? Mimi hainipi mashaka. Okay. Sababu mimi nafanya kazi kama mimi. Yeah. Yes, sifanyi kazi kwa ajili ya kushindana. Okay. Jamaa, hii ni business ambayo tunaifanya. Yeah. Okay. Sawa, turudi kwenye kazi yako ambayo uliachia miezi michache iliyopita, naongelea Secreto. Sawa, natamani kujua pia kwa kuwa hili ni moja kati ya kazi ambazo zilipokelewa vizuri sana na wapenzi wa muziki mzuri walivutiwa sana na uimbaji au namna ambao uliflow kwenye ile kazi. Natamani kujua uandaaji wa Secreto Audio ulikuwaje, ideas zilitokea wapi, lakini pia
video haijakaa kimanzari hapa nyumbani kwetu. Tupe story kidogo kuhusiana na maandalizi ya audio mpaka video. Audio kwanza mimi nilikuwa sijaandika. Kwa zingine tu mtu kutokana na vibe tu ya studio. Producer wangu katengeneza beat. Yaani tu kujisikia hivyo. Mimi wasiandiki nyumbani, naandikaga studio. Si hivyo tu. Ikaja idea hiyo. Why isiwe yani mtu inakuja tu ni idea tu kidogo hivyo. Ikaja Secreto. Nikaamua kutembea na Secreto. Yes. Namna ambavyo uliflow mle ndani hapa upande wa video bado tumeweka pembeni. Natamani kujua pia jambo lingine. Namna ambavyo uliflow mle ndani ni kama ulimpenda sana mshikaji, afu mshikaji akaja akakutenda kitu ambacho kwa upande wako wewe haukutarajia pengine kingekutokea. Kitu ambacho kiliongeleka kwenye ile video, labda mlivyofanya ile video, ni kitu ambacho kishawahi kutokea kwenye maisha yako ya uhalisia. Uliwahi kuingia kwenye mahusiano ukampenda mtu kweli, afu baadaye ikatokea kama ilivyotokea kwenye video ya Secret? Hamna. Ila hapo kwenye mahusiano ya kimapenzi? No. Bado. Hamna, mimi sipo kwenye mahusiano. Okay. Upo single? Nipo single lakini right. Nishakuwa na mpenzi lakini si kwa sababu no tu. Okay. Na tutarajie labda ukija kuwa na mpenzi au ukija kuingia kwenye mahusiano, ni ndoto yako kwa kwenye mahusiano na msanii au mtu nomo ambaye hajihusishi kabisa na masuala ya sanaa? Siwezi kusema eti msanii, hapana. Ambaye moyo tulikuwa natembea naye ndio huyo. Lakini kwa sasa hapana. Bado. Sawa, kuna pengo kidogo tuliacha kwenye swala la Secret video. Kuna swali niliuliza kuwa video ilifanyika kwa wapi, kwa sababu kwa kutazama tu mandhari imekataa sio mandhari haya. Video ilifanyika kwenye mazingira gani? Ni nje na hapa. Okay. Sawa, na kuelekea kumaliza mwaka 2025 kuingia 2026, najua kwa upande wa wasanii kama ulivyodai kuwa muziki mnafanya ni biashara, na siku zote mnapofanya biashara ambayo inafanana, kila mmoja anakuwa anatafuta mbinu mbadala au mbinu nzuri ya kufanya ili kuwashawishi wateja wake. Sawa, natamani kujua kutoka kwako Stasha, 2025 kuelekea 2026 wewe umejiandaaje kwenye upande wa magoma, lakini pia ni kipi ambacho umewaandalia mashabiki zako? Muda sio mrefu tu kazi itakuwa out. Okay. Yes, na ngoma yangu ya kufunga mwaka. Right. Najitahidi tu kupromote lakini kwa sababu ndo mwanzo, lakini tuna ngoma za kufunga mwaka. Okay. Niseme tuna ngoma kwa sababu tupo wasanii wengi. Okay. Kwa need your support. Na muda tunaweza tukachia kazi zetu. Tunaomba support mwenyewe na kazi yangu ambayo itakuwa inafunga mwaka. Okay. Yes. Sawa. Tumalizie na hii hapa. Tutegemee one day Stasha atakuja kufanya kazi yake mwenyewe ya kumshirikisha msanii yeyote kutoka Kirui? Kirui labda. Labda. Kwa sasa kuja mpango wote. Hatujawa na mpango lakini tunajua si wote tunafanya kazi moja. Labda inaweza ikatokea. So tumalize na hii hapa. Au lipi la kuambia watazamaji wa 204 ya Kimboka? Kwanza Stasha nawapenda sana. Mimi ni yule. Msanii wenu pendwa. Support yenu ni nguvu yangu. Yes. Kwa bila wao sisi hatuwezi. Bila mkono wa msanii wa fans kuweka like, comment, share nini, sisi hatuwezi. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba support yenu hii ya kufunga mwaka. Naomba support yenu sana, yani tuko chini ya matendego yenu niseme hivyo. Yes, support yenu tunaiomba sana tu. Okay. Bwana, mimi ni moja kati ya yani kwenye top 10 ya mashabiki zako wazuri sana. Basi mimi ni mmoja wapo. Asante. Napenda sana unachofanya. Asante sana. Asante pia, bye.